Haleluya. Haleluya. Yes, na hiyo tabia yake anaongea sana. Hiyo tabia yake hatunzi siri. Ndio yuko juu yako, inabidi umheshimu. Inabidi umheshimu. Haleluya. Haleluya. Ni mimi mwenyewe mwenyekiti wako na kamwili kangu kadogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi. Ila tu Mungu akiweka, nawaambia watu wengi sana kwamba Biblia inasema Mungu anawashusha wanaojiinua. Mpaka watu wameonekana wamejiinua. Kuna kipimo ambacho kimewekwa cha kujiinua, wamekivuka, ndio maana wameonekana wamejiinua. Na umoja wa watu ambao Mungu ameweka kama vipimo ni mentors, leaders, fathers ambao Mungu ameweka juu yako, au ndio vipimo. Nikaa naambia watu ni shida sana kuwa na kiongozi mnyenyekevu, kwa sababu tu ukipitiliza kiwango ambacho yeye uko nacho unyenyekevu kaenda juu, tayari umeshajiinua, kwa sababu yeye ndio limiti yako. Mungu akiweka mtu juu yako, that is the limit. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndo nani? Ndo mpaka wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. So it's hard to save under the leader ambaye yuko humble. Kwa sababu tu jambo lolote ambalo utafanya unaonekana umejiinua. Na tayari Mungu anakuona huko above, umeinuka kutoka kwenye kipimo ambacho yeye amekiweka. Kwa sababu Mungu akimuinua mtu ndo ameweka kipimo, maana yake wewe ukiinuka zaidi yake umejiinua zaidi ambavyo Mungu alimuinua mtu fulani. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. So tujitahidi kuwa wanyenyekevu, tujitahidi Mungu atujalie mioyo ambayo anaweza akaitumia. Haleluya. Kuna kitu ambacho Mungu anatamani kiwe kwenye moyo wako ambacho kitakusaidia kumwabudu katika roho na kweli. Kwa sababu huduma yako inautegemea sana moyo wako. Naambiaga watu, you can't make people experiencing the power of God that you are never experienced. Huwezi kuwafanya watu waka-experience uwepo wa Mungu ambao hujawahi ku-experience. Na ili u-experience kiwango cha juu cha uwepo wa Mungu, lazima usubmit moyo wako kwa Mungu zaidi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kuja hapa mbele ukaimba sisi tukauona uwepo wa Mungu ambao umezidi ule ambao waga unauonaga wewe sirini. Ndio maana naambia watu kuimba ni kama kuyafunua maisha yako ya sirini, kuufunua moyo wako. In fact, kuimba kuweko kwa ajili ya wanadamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Biblia yako, mwanzo ambao Adamu anaumbwa hakupewa majukumu ya kuimba. Kuimba ilikuwa ni kazi ya malaika. Lakini ukishuka mwanzo, ukiangalia kwenye kizazi cha Kaini kinavyoshuka, kuna mtu mmoja kuja kuzaa watoto wawili, mmoja anaitwa Yabali, mwingine anaitwa Yubali. Mmoja wao ndo aliyeanzisha kuimba. Baada ya nini? Baada ya watu kuanza kuingiliana na malaika. So wasaa wote ambao unaimba, haui kama mwanadamu, unakuwa kama kiumbe totally cha rohoni. So maisha yako ya rohoni yanaanza kuonekana totally. Haleluya. Haleluya. Unayafunua maisha yako ya rohoni yote, kwa sababu unaanza kuoperate kama kiumbe cha rohoni. Tunaambiwa malaika ndio wanaoimba, halafu wewe unapewa kazi ya kuimba. Haleluya. So your spirituality and your heart ni vitu vya kwanza sana kabla hujasimama mbele za watu kuja hapa kuja kuimba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ambao una worship, maana yake unachukua sisi kanisa zima, unatubeba, unatupeleka kwenye mwelekeo ambako wewe unaenda rohoni. Hasa kama una mwelekeo wote ambako wewe unaenda, utatupoteza. Utatupoteza. Naambia siku zote hii kauli, narudia kwa imbaji wote. It doesn't matter how much what you are singing is deep, but it matter how deep you are. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Uzito wa uwepo wa Mungu ambao sisi tutausikia unategemeana sana na anayeimba ni nani. Biblia inasema kwamba chemichemi za mito ya maji ya uzima wa milele zinatoka kutoka ndani ya moyo wako. Kwa hiyo maana yake hazitoki mbinguni, zinatoka ndani ya moyo wako. Mungu anashusha kwako, ndipo unatupa sisi. Sio Mungu anashusha kwa watu. Kwamba useme msiniangalie mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikuangalie wewe kwa nini umesimama mbele yetu. Haleluya. Tunakuangalia wewe ambaye uko mbele yetu. Kwa sababu tunafahamu leo wewe ndio umegeuka kuwa njia kutupeleka sisi wapi? Rohoni. So that presence is taking the behavior, the shape of the vessel. Wangapi shesikia hicho kitu kwamba ukiwa ni mdhambi sometimes unaweza kuwa unaimba ukawa una release watu spirit ya dhambi ambayo unaifanya. Nadhani wengi shesikia hicho kitu. Because kile kitu kinavyokuja, the anointing inavyokuja, inakuja imetake the shape.
Nilikuwa naambia kitu kimoja kuhusu anointing, ilikuwa ni juzi kama sijakosea. Nikamwambia kitu kimoja, anointing kazi yake ni moja tu, to amplify. To amplify and to simplify things. Kwa hiyo upako ukija juu yako, unataka ukukute ukiwa na karakta nzuri, kwa sababu ukiwa una karakta, kama wewe ni mvivu, upako ukija una amplify uvivu. Usije ukasema huyu mtumishi wa Mungu ndio neema yake analala, sio neema kulala. Haleluya. Haleluya. Upako ukija kwa kukuta una some particles za immorality and fornication, utakuwa mzinzi wa kutisha, kwa sababu it's amplify everything. So make sure unatengeneza kwanza chombo chako vizuri, unakisafisha kwa uzuri, kiwango ambacho upako ukija kwa kaa ndani yako, itakuwa rahisi wewe kudeliver kwa watu, kwa sababu ukijitengenezea tabia ya kuomba, upako ukija una amplify maombi yako, uwezo wako wa kuomba. Ukijitengenezea tabia ya kusoma neno, upako ukija una amplify that thing. Watumishi wa Mungu watakuwa wananielewa. Sometimes ukitoka milimani huko umetoka kuomba, kama ulikuwa na katabia fani kabaya, unakuta kamekuwa kakubwa. Kwa sababu gani? Anointing amplify. Haleluya. Kama una tabia ya kulala, upako ukaja juu yako, jambo moja, utaamplify usingizi wako, afu utasimplify. Utapata shida kupata usingizi wewe ukijiegesha unalala. So hizo tabia ambazo unaona watumishi wa Mungu, sio kwamba inatokea kwamba huyu mtumishi wa Mungu sijui ndo namna gani au wito una shida fulani. Hamna wito wenye shida. Ni mtu, ni the vessel. Watu wanasemaga ukiinuliwa juu unaonekana. Kwa sababu gani? Upako unavyokuja unazionyesha tabia zako zote kwa wazi. Zote. So jitengeneze wewe kwanza, alafu ruhusu Mungu akutumie kwa ajili ya watu wengine. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nadhani nimkaribishe Agustine kwa ajili ya chant, then tutaomba, tutakuwa tukimaliza, tutafunga session yetu. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Sabaoth,
asepa paane asapa paprante esapa karatai seba babaranta kaadis shamarananos. Listen to me. Listen to me. Listen to me. Tukiwa tunaomba hapa, Bwana ananiambia kuna watu ambao anawatengenezea mioyo ya unyenyekevu, moyo ambao inaweza kunyenyekea, kwa sababu anasema kitu kimoja, baraka zao na maisha yao yamefungamanishwa na watu. Kama wasipojifunza kunyenyekea, kuna vitu wanaenda kuvikosa. So kwa sababu tukiwa tunaomba, kuna watu ambao Mungu anawatengenezea hicho kitu ndani ya mioyo yao, ndani ya mioyo yao, ndani ya mioyo yao. Ela basute babrandes gerinos kamandes aranda bakora saya beridas kayas. Yes, yes, yes. Ada baranda basoves. Nisikize mtu wa Mungu, kuna mtu uko mahala hapa, Bwana ananiambia kitu kimoja. Una moyo mzuri sana wa kumtumikia, moyo wako wote umeweka katika kumtumikia, lakini vipo vifungo vya dhambi ambavyo vimekushikilia kwa muda mrefu, addictions za sirini ambazo unashindwa kuziacha, matabia ambayo sio ya kiungu ambayo in fact umeshindwa kuyaacha. Bwana anaachilia neema yake sasa. Bwana anaachilia neema yake sasa. Sasa. Yes. Arinos kapantes. Rika shapa paandes. Eta paanta. Asapa paanta.